Kualikani ndugu mpenzi, mfuatiliaji na mtazamaji wa YK Media Production. Karibu tena ujifunze masomo mbalimbali hapa. Kama ni mara yako ya kwanza kwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel hii. Okay, leo nimekuletea somo la kufanya sidechain kati ya kick na base. Okay, bila kupoteza muda, basi tutakwenda kuelekeza chapchapu. Umeshamaliza kupiga beat yako tayari, unataka kufanya sidechain kati ya kick na base. Hebu twende tukasikilize kick yetu kwanza jinsi inavyo sound. Okay, hii ndio kiki yetu na sound hapo na snare yake. Nachokifanya hapa, nishafundisha jinsi ya kuleta vitu katika mixer, nimeshafundisha jinsi ya kuleta vitu katika mixer. Kwa hiyo baada ya kuleta kiki yako au drums zako katika mixer, kwanza tutazifanyia IQ kwa ajili ya kuhakikisha zina sound vizuri. Okay, IQ ni ipi ninaifanyia? IQ ni hapa. Hapa tayari mimi nimeshafanya, basi sitaki kupoteza muda, nitakuonyesha nilifanya kitu gani. Ukifungulia matupu yale madrums pamoja na madrums yote yanasikika hivi hapa. Nikiwasha hii yanasikika vizuri. Kwa nilikata maeneo ya low, sub low mpaka hapa kwenye 20 frequency, okay? Nikaja nikapunguza na huku kwenye high kidogo, nikaja nikapunguza na maeneo ya katikati kuondoa yale mabox ya zile snare zile. Ikapatikana hii sauti. Kizima, kiwasha, kizima, kiwasha. Nafikiri tayari umesikia tofauti yake. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa ambacho nimekifanya. Kitu cha pili, nikaja kwenye upande wa base. Base yangu hii hapa. Nyende play utaisikia. Okay, sasa hapa base yangu tayari nimeifanyia sidechain pamoja na kick. Nitazima hizi presets za sidechain ili uweze kusikia inavyosikika kabla ya kufanywa chochote. Nafikiri unaisikia jinsi inavyosikika, lakini nikiwasha zile preset inasikika namna hii. Manake inasikika katika hali ya utulivu mzuri. Kitu cha kwanza ambacho nilikifanya ni IQ tena. Nilikwenda kuondoa masub low huku ambayo siyataki, huku niliondoa ile eneo mpaka hapa kwenye 20, okay? Lakini kitu cha pili nikaja nikaondoa maeneo ya katikati hapa kwa ajili ya kupunguza ile mode ambayo sihitaji. Yeah, nikaacha hivyo. Okay. Hivyo ni vitu ambavyo mimi nilivifanya. Okay, kitu cha mwisho ndio hiki hapa. Sasa kabla ya kufanya hichi kitu hapa, inabidi hii base ya kiki yangu hapa ukiangalia. Maana hii ni kiki, utaandikia majina vitu vyako hapa. Base, kiki. Tegemea umeviweka kwenye mixer vinaonekana wapi na wapi. Kwa hiyo base, kiki ukiviacha kwa pamoja hapa vinapiga. Okay, sasa cha kufanya hapa ili uweze kufanya hiki kitendo, nikiweka hapa kwenye base, kuna kitu unakiona hapa kimekuja. Maana yake kiki inaenda kwenye base, then ikitoka kwenye base ndio inakuja kusound kwenye master huko. Kuna huo mshale na kuonyesha na hii inaenda huko, then ndio hii inaelekea huko. Okay, kwa kawaida huwa ukiweka hivyo, huwa hii kiki direct ukigusa hapa yote inaelekea hivi, itakuwa inakuonyesha hivi. Yaani base inaelekea kwenye master na kiki inaelekea kwenye master. Ndivyo inavyoonekana huko kwako kabla hujaweka chochote. Sasa ukitaka hii iende kwanza huko, utakuja kugusa kwenye base. Then ukishagusa kwenye base, ikikuonyesha base inaenda kwenye master, utakuja kugusa ile eneo hapa, kwenye ile eneo hapo. Ukigusa hii, maana yake kiki hata kama kiki yako iko huko, lazima utagusa kwanza kwenye base, then utakuja kugusa eneo hili kwenye kiki. Maana yake hiki kitaelekezwa kuja hapa kwanza, then ndio iende huku. Fikia hapo tumeelewana vizuri. Baada ya hapo sasa ndio utakuja kuadd hii fruit limiter. Hii ni plug inapatikana moja kwa moja kwenye FL Studio. Ambayo ni hapa. Mimi tayari nimeshaiadd. Kwa hiyo utakwenda kuangalia tu. Baada ya kuiadd hiyo plug ni hapa. Utakapoiadd na vipengele viwili plug ndani. Ina kipengele cha limiter na pia na kipengele cha compressor. Okay? Sorry kidogo. Ina kipengele cha limiter na kipengele cha compressor. Sasa utakachokifanya ni nini?
utatumia kipengele cha compressor. Then tutakwenda kuonyesha vipimo ambavyo nimeviweka hapa ndani vya sebene. Sasa hivi vipimo vinabadilika kulingana na aina ya muziki. Mimi naelekeza kwenye upande wa sebene. Sheria kubwa ya kwanza ya sebene, bezi inatakiwa isikike vizuri kwa sababu sebene inaongozwa na bezi. Zile bezi unasikia zinavolia kama hapa. Niwashe vitu vyote hapa tuweze kuvisikia, afu tutaelewana vizuri. Okay. Tutakwenda kufanya vitu hizo, nitakuja kukuelekeza vitu vingine hapa chini vya kwenda kuvifanya. Okay, kwa kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kisikike, hii bezi inatakiwa isikike vizuri kabisa. Maana yake hii ndio inabeba sebene yote pamoja na kiki. Hivi vingine tutakwenda kuvishusha vikae katika usikivu mzuri zaidi tuweze kupata kitu, okay? Baada ya kuja kwenye kipengele cha compressor, tutaanza kuseti hapa hivi vipimo hapa. Kipimo cha kwanza ni threshold. Threshold ni kile kiwango sasa ianze kufanya wapi compressor yetu ianze kufanya kazi wapi. Kwa sababu kwa kawaida ukiona hivi vinafanyika, maana yake hii threshold inafanya kazi. Tutakwenda kukuonyesha ndani huku 22. Utaiseti kwenye dB 22. Maana yake hii threshold ikiwa juu huku, maana yake itakuwa haifanyi kazi. Unaona huku? Kwa utaishusha hii threshold mpaka kwenye 22. Na utafungua hapa ndani, utaangalia, utaishusha mpaka kwenye 22. Ya, utaishusha mpaka 22 hapa, okay. Ya, mpaka hapa 22. Ndio itakuwa inakamata vizuri kabisa hapo. Maana yake unaposhusha yenyewe itakuwa unaiona hapo tayari. Kipengele cha pili ni hapa kwenye kini au ni yenyewe utaweka 50% tu hapo. Then utakuja hapa kwenye kipengele cha ratio. Ratio na yenyewe utaweka kwenye 2.9. Ya, 2.91. Hiyo unazungusha tu mpaka kwenye hii namba, okay. Baada hapo utakuja ku attack. Utaweka ngapi? Utaweka 10 millisecond 10. Ya, kuanzia 10, 11 utacheza nazo hizi eneo hizi attack. Maana yake hii attack inabidi iwe very fast. Afu utakuja kwenye release 280 utaweka 270, utaweka kitu hii kuanzia 270 280 utacheza nayo hapo. Ukizidi sana 290, maana yake ni ku release. Iwe na release chapu kwa haraka, lakini isiwe ina release slow sana, maana yake itachelewa kuachia bezi. Sababu jinsi kiki inavyopiga, bezi inatakiwa viwe vinapishana kidogo. Kiki kigonga, kuna kitu kinaitwa ducking. Ile ducking inavyofanyika pale, yani kiki ikiwa inagonga, bezi iwe inajishusha kidogo kwa smooth. Iwe isiwe na bow, yani kama zinagonga na fulani hivi. Kwa release hiyo ndo utaika hivyo. Mpaka hapo tutakuwa tumesheka vipimo vyetu hivi hapa vyote kama nilivyokuelekeza. Release hiyo hapo 280, ataki 10 hiyo hapo na pointi zake. Haya, threshold hiyo hapo, ratio hiyo hapo 2.9. hiyo ni 50%. Compressor ifanye kazi kwa 50%. Threshold ya kwanza kabisa ndo hii hapa 22, okay. Hivi ni vipimo kwenye upande wa sebene. Nitakuja kuelekeza kwenye upande wa biti za aina nyingine ili tuweze kuona, lakini huku upande wa release huku mwisho huku na yenyewe pia ni 50 kama unavyoona huku. Unaweza compressor gain, compressor huku ni 00 huku. Hamna kitu ambacho tumegain huku tumeacha. Kwa hiyo tutadili na hivi vipengele hapa hivi ambavyo nimevifanyia kitu hapo. Kwa hiyo hakikisha unavyo play kuna inafanya kazi vizuri kama hivi tayari. Tukizima hii tusikiliza. Sikia, tuwasha. Bezi inasikika imetulia na kiki inasikika imetulia. Sio bezi inasikika juu inakuja juu, okay? Kama hapo umeweza kusikia. Then baada ya kutengeneza kitu kama hicho,
utasave hii preset yako. Utaisave vipi? Utakuja hapa. Utakuja hapa, utasave. Utaandika jina. Unaona hapa inakuambia untitled. Then utaandika jina kama hivi mimi nimeandika hapa sidechain kick na base, then nitasave. Mimi nilisha save tayari, ili mara nyingine ukija ukiwasha hii kama ni 7 bit ni ile usipate tabu. Maana yake utakuja tu hapa, then utakuja kwenye preset, utaikuta preset yako hii hapa. Okay, hapo nitakuwa nimemaliza. Vitu vingine sasa ni huku kwenye haya mazaga mengine yanayosikika. Umefanya kama hili zaga liko juu, utashusha. Lakini pia kuna IQ nimefanya. Tumia sana hii, nimeshusha baadhi ya maeneo huku kwa ajili ya kupunguza makelele. Kwa utafanya hivyo kiwasha na yenyewe pia aliweka IQ hii kwenye filter. Oyo. Punguza. Ukashusha. Washa hapa. Unaona nafikiri umeweza kusikia kitu ambacho kimefanyika. Okay, basi sina la ziada, nikutakia wakati mwema. Lakini pia kama utakuwa na swali, unasoma, unataka lifundishwe, basi utanishishia katika comment hapo. Lakini pia nalo group la WhatsApp producers, kama unataka utanicheki katika namba yangu hiyo hapo, nitakwenda kukuadi katika group la producers ili tuendelee kujifunza vitu kwa pamoja. Kutakia wakati mwema. Goodbye. YK Media Production.